kumiliki, na vile kumiliki huwezi kumiliki kama utapewa kumiliki. Lakini Mungu tangu mwanzo wanadamu amepewa kumiliki na amepewa kutawala. Mwangalie jirani, mwambie umepewa kumiliki na umepewa kutawala. Kitu cha kwanza ni kutawala ndege wa angani. Tayari amiliki anga, atawale wanyama wote, amiliki ardhi, atawale samaki wa baharini, amiliki maji yote mahali amefika. Huyu ni mwanadamu, amepewa kutawala, amepewa kumiliki, amepewa kutawala. Lakini mwanadamu hakufanya kama alivyoagizwa na Mungu. Ndipo shetani alipopata nafasi ya kunyang'anya utawala wake, na badala ya kutawala sasa shetani akaweka utawala wake katika maeneo. Bwana asifiwe. Naona sasa mwanadamu akakosea Mungu, baada shetani kumdanganya, akafanya nini? Akanyang'anywa utawala wake na kutawala baadaye. So shetani alichukua ule utawala, akamiliki maeneo yote, anamiliki ndege wa angani, akamiliki baharini, akamiliki katika nchi. Kwa hiyo shetani tunaona Mungu amemuumba mtu kwa sura na mfano atawala. Kwa Mungu anampa mwanadamu umiliki, maana yake utawala ule ambao aliweka ndani ya mwanadamu tayari ameshamwekea kiti cha enzi cha kutawala. Kwa kiti cha enzi cha kutawala katika dunia, maeneo matatu alipewa mwanadamu, alipewa wewe. Sema amina. Yaani Mungu amemuumba mwanadamu na akampa utawala. Ukipewa kutawala, umepewa mamlaka yote, umepewa kiti cha enzi cha kukalia ili utawale. Ndege wakija na anga zote wanakuta wewe ndio mfalme. Wakienda baharini na samaki wake wanakuta wewe mwanadamu ndio mfalme. Wakija katika nchi na wanyama wote wa pori wanaofugwa, wanaotambaa, wote wanakuta mwanadamu ndio mfalme. Kwa hiyo wewe ndiye uliyewekwa kuwa mfalme. Subahia. Majeshi. Sasa sema leo hii kila mahali katika nini? Katika uso wa dunia shetani ameweka makao yake, ambayo ndio kiti cha enzi cha shetani. Shetani ameweka utawala wake. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi: na pajua ukahapo, ndipo penye kiti cha enzi cha shetani, nawe walishika sana jina lako, wala hukulikana imani yako, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwadilifu wangu, aliyeuawa kati yetu, ndipo akaapo shetani. Mbona Mungu Biblia anasema kwamba napajua ukahapo. Yaani unapokaa wewe sasa hapo, angalia hapa, wewe unapokaa hapo wewe hapo unapokaa ndipo pana kiti cha enzi cha shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo wewe unapokaa ndipo pana kiti cha enzi cha nani? Za shetani. Lakini Mungu anasema aje? Anasema hivi: nawe walishika sana jina langu. Umeelewa? Ni wewe unaongelelewa, ya kwamba hapo ulipopakaa ndipo pana kiti cha enzi cha shetani. Kumbe hapa tunapokaa pana kiti cha enzi cha shetani. Na mimi kwa sababu sikulikana jina la Mungu wangu, kiti cha enzi asila
linavunjwa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sasa unaona, sasa hapo ndipo kwenye kiti cha shetani anapokaa. Unaona, sasa hapo akaapo shetani. Kwa hiyo hii ina maana kwamba kumbe wakati mimi ninapotawala katika nchi, ninapotembea katika nchi, ninapokaa katika ploti ninayokaa, ninapofanya kazi na biashara kwenye soko, ninapokwenda kwenye ofisi yangu kufanya duty zangu za kila siku, ninapoenda kwenye kampuni kazini, ninapokimbia kwenye safari zangu, kumbe hapo ninapoenda mimi mwaminifu wa Bwana anayeitwa jina lake, ndipo pana kiti cha enzi ya shetani. Na ndio maana furugu na fujo zinainuka wakati nipo kwenye kazi. Leo kwa jina la Yesu Kristo, kiti chochote cha enzi kimewekwa mahali unapokaa, leo kinavunjwa kwa damu ya mwana kondoo. Ninasema leo kinavunjwa kwa jina la Yesu Kristo. Leo sema kwa jina la Yesu. Sasa nisikilize, mahala unaponunua shamba, ijapokuwa unaita jina la Bwana, hapo unastahili ujue kuna kiti cha enzi cha shetani. Unielewa? Narudia tena. Mahali unapopata shamba, mahali unapopata nyumba, mahali unapopata kazi, mahali unapokodisha nyumba, mahali unapoenda kufanya biashara, unastahili ujue kwenye eneo linalolienda, hapo kuna kiti cha shetani cha enzi anapokaa. Na hapo akaapo shetani, na mimi kwa sababu nalicha jina la Bwana na siku nikana jina lake, na niko pale pale kilipo kiti cha enzi, leo nagundua na ninahamka, ninaanza kukipindua, ninakivunja kiti chake, ninakiharibu kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema nakiharibu kiti cha enzi cha shetani kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Angalia jirani, mwambie changamka baba. Haleluya. Ndio maombi tunaendelea nayo hivyo. Haya sio mahubiri, nakupa angalisho sasa na maelekezo ili tusonge mbele pamoja. Sema amen. Kwa hiyo kama ambavyo mwanadamu alikuwa amepewa kutawala katika uso wa nchi, akatawale uso wa nchi, atawale uso wa bahari, atawale anga yote, vile alikuwa amepewa, ndipo shetani na yeye ameweka kiti chake cha enzi vile vile. Baada ya kunyang'anya ule utawala na umiliki kutoka kwa Adamu, shetani amekamata na akaweka makao yake, akaanza kutawala. Na ndipo kiti cha enzi chake kinapokaa, na ndipo akaapo, na ndipo ameweka waangalizi wake, na ndipo ameweka watawala wake. Ila leo tunawaendea na popote walipo kwa jina la Yesu Kristo. Nasema leo tunawaendea na popote walipo kwa jina la Yesu. Katika mtaa wako unapokaa, hapo kwenye nyumba unayokaa, hapo kwenye mpango, kwenye area hiyo, hapo kwenye biashara hiyo, hapo kwenye hiyo kazi, hapo unafanya kazi biashara sokoni, leo tunaenda kwenye kiti cha enzi. Kile kinachosababisha biashara yako isiende, kinachosababisha wewe usiinuke, uliyemcha Bwana usiinuke, wewe uliye na jina la Bwana kwenye kipaji cha uso usiinuke, leo tunakipindua kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninasema kwa damu ya Yesu, ninakiendea kile kiti cha enzi cha Lucifer, cha shetani, cha majoka, cha mizimu, kinachokaa mahali na kufanya biashara kwa damu ya Yesu. Ninakipindua kwa jina la Yesu. Haleluya. Wabagie jirani, mwambie subhanahu hapa tunaendelea na maombi. Sasa sikiliza. Kwa hiyo unastahili ujue mahala unaweka mguu, ujue hapo kuna kahala watu. Kuna kahala kiti cha enzi ya shetani. Na shetani huwa anakaa ili kutumia mtu. Halo? Anaweza kukaa kupitia nani? Kupitia mtu. Na kwa sababu nikasema siku nyingine kwamba kisha nikaona mnyama anatoka katika bahari. Na tukaona tena kisha nikaona mnyama anatoka katika nchi. Alafu tukaona tena na katika anga tukaona kuna roho apendaye kazi katika wana wa
kuwasha, mkuu wa ulimwengu huu, anayekaa katika anga, anayemiliki anga, malkia wa mbingu, anayetawala katika anga. Tukajua kumbe shetani anamuinua mnyama baharini na akampa nguvu, na mwingine katika nchi akampa uwezo, na uwezo wake anatengeneza ile nguvu ya yule wa baharini, na yule wa angani naye yupo. Lakini leo kwa jina la Yesu tutawaendea wote kwa pamoja na viti vyao vya enzi na mipango yao na madhabahu zao na makauli yao na uchawi wao na kafara yao, ambao wanasababisha maisha yako yao magumu, ambao wanasababisha kanisa maisha yake yao magumu, ambao wanaweka vitu vya enzi ili wakimbize baba yetu katika jina la Yesu Kristo. Leo tunapomoa viti vyao, ninapomoa kwa damu ya Bwana kondoo. Hebu chukua dakika moja hapo ulipo, sema nakipasua kiti cha enzi, ninakikunja kiti cha enzi, ninakipiga kiti cha enzi, ninakipasua ninakivunja kwa damu ya Bwana kondoo, nakipiga kiti cha enzi katika jina la Yesu Kristo, katika eneo unayokaa kwa damu ya Bwana kondoo, ninakikamata kile kiti cha enzi katika jina la Yesu Kristo, ninakivunja kwa damu ya Bwana kondoo, ninakiendea bahari, ninakiendea hangani, ninakiendea nchi kavu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Bwana kondoo, ninakipasua, ninakivunja kwa damu ya Yesu Kristo, ninakipiga yapigwa kiti cha enzi kwa jina la Yesu, ninakivunja kiti cha enzi katika ukoo wako, tabia yako piga in Jesus' name. Hebu sema kwa damu ya Yesu, kiti cha enzi chochote mahala popote kilipo, ninakipindua leo, ninakiharibu leo, ninakibomoa leo, ninakivunja leo, ninakiharibu leo kwa jina la Yesu. Piga mtu na begani, mwambie amka. Haleluya. Hebu kaa kidogo kwa jina la Yesu. Shanga masaba kama. Sasa sema viti vya enzi vipo. Mwambie rafiki yako, viti vya enzi vipo. Hello. Kwa hiyo shetani wakati alipokamata bahari akaichukua na nchi akaiweka kiti cha enzi akatawala. Katika anga akaweka kiti cha enzi akatawala. Alimweka mwenye nguvu. Hello. Alimweka nani? Mwenye nguvu. Sasa wakati anamweka mwenye nguvu, unasema ujue kila eneo katika yale nimetaja, baharini, katika nchi, katika anga, kuna mwenye nguvu wa eneo hili. Kama unanielewa? Nasema kuna mwenye nguvu wa eneo hili. Eneo unayokaa wewe, eneo unaoishi wewe, kuna mwenye nguvu wa eneo hili. Na mwenye nguvu wa eneo unayokaa hawezi akaanguka kabla wewe hujachukua hatua kumwendea. Mpaka uchukue hatua kumwendea, alafu ukishamwendea sasa unamkamata yule mwenye nguvu, unampiga, alafu wewe unakaa mwenyewe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kile kipo hapa, mwenye nguvu yeyote ambaye amewekwa na shetani akae kwenye kiti cha enzi cha huyo Lucifer, leo tunamkamata, tunamuondoa, na sisi tunakaa wenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie rafiki yako, chukua utawala rudisha kwako. Mwambie tena, chukua utawala rudisha kwako. Leo tunarudi katika asili ya maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Tunarudi katika asili ya utawala wetu kwa damu ya Yesu. Ninasema tunarudi katika utawala wetu kwa jina la Yesu. Kama unielewi shauri yako, nasema tunarudi katika utawala wetu kwa jina la Yesu. Nilichopewa na Bwana ni cha kwako, sio cha shetani. Nilipopewa mali sio ya shetani, ni mali yangu. Nilipopewa mashamba sio ya shetani, ni mali yangu. Nilipopewa dhahabu na fedha zinatoka kwa Bwana, sio mali ya shetani. Na leo watu wanamlilia shetani ili wapate fedha. Na ndio sababu wao wanachimba dhahabu, wanaenda kutengeneza kwa Lucifer, mpaka wanapeleka na mbuzi, wanapeleka na sadaka, wanafanya nini ili Lucifer awakubalie waende wakapate dhahabu. Wakichimba dhahabu kwao pale rais,
ila mtu aliyoko upande mguu. Unaona watu wanaenda kuchota maji shule, wakienda kuchota maji mpaka mtu atengeneze ndio sasa aione ile maji kwa sababu umefichwa. Na Bwana Isaya 43 anasema kwamba nani itakupa hazina za gizani na mali iliyofichwa mahala pasiri. Inaamuru chochote kimefichwa gizani na mali yote iliyofichwa gizani iliyowekwa mahala pasiri iwe sehemu yako leo, iwe sehemu yako leo, iwe sehemu yako mama, iwe sehemu yako mzee, iwe sehemu yako dada, iwe sehemu yako kijana. Inasema saa iwe sehemu yako ile mali iliyofichwa na Lucifer kwenye kiti chake cha enzi, kwenye madhabahu zake, ile kapala iwe mali iwe sehemu yako, mali iliyofichwa baharini, mali iliyofichwa angani, mali iliyofichwa katika ardhi. Iwe mali yako leo, iwe mali yako leo, iwe mali yako leo. Hebu sema napokea iwe mali yangu. Ninachukua dhahabu, nachukua fedha, nachukua mashamba, nachukua yote yawe sehemu yangu. Nimepewa mimi, ni mali yangu. Mimi ni mtawala, nampiga na mwondoa. Nachukua mali, nampiga na mwondoa. Nachukua fedha, nampiga na mwondoa. Nachukua gari, nampiga na mwondoa. Nachukua ndoa yangu, nampiga na mwondoa. Nachukua watoto wangu, napiga na mwondoa. Nachukua nchi yangu, napiga na mwondoa. Inatawala. Haleluya. Yesu sema haleluya. Mwambie rafiki yako utawala. Usipompiga hautawahi miliki. Inasema usipompiga kupata sahau. Haleluya. Sikiliza hapa. Hakuna jambo ambalo kwenye maisha haliwezekani. Unielewa? Hakuna jambo kwenye maisha alifanya nini? Haliwezekani. Kile ambacho akiwezekani akijawahi humbwa bado. Inasema hivi, kile ambacho akiwezekani bado akijawahi letwa duniani na Mungu. Lakini yote yawezekana kwake yeye aaminie. Aidha kuamini kwamba inawezekana. Hata kama maisha ni magumu kwa sababu amekaa mwenye nguvu kwenye kiti cha enzi ya shetani. Sema kwa damu ya Yesu, ewe Lucifer na mambo yako yote ninakupiga leo na kuangamiza. Achia kwa jina la Yesu. Sema achia. Pigia Yesu makofi mazuri. Hebu kaa kidogo. Kwa hiyo sasa Lucifer huyu ameweka utawala wake. Ana wenye nguvu. Kuna mwenye nguvu wa ulimwengu. Halo? Kuna mwenye nguvu wa nini? Wa ulimwengu. Ambao ule mwenye nguvu wa ulimwengu yeye kazi yake ni kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye nguvu wa ulimwengu kazi yake ni kufanya nini? Ni kutawala. Majeshi. Lakini kabla hatujaona mkuu wa ulimwengu au mwenye nguvu katika ulimwengu, nataka tuangalie viti vya enzi tofauti, alafu tuangalie wenye nguvu. Ili tulipiga viti vya enzi, tunapiga wenye nguvu katika maeneo fulani. Sema amen. Sema amen. Dakika chache kabisa ili tuingie kwenye maombi kwa jina la Yesu. Kwa viti vya enzi ni sehemu iliyowekwa wakfu. Ni sehemu iliyowekwa wakfu na watawala ili iwe makao yao makuu. So ni sehemu ambayo iliyowekwa iwe sehemu, yani iwe makao makuu. Ni makao makuu. Ni mahali palipowekwa wakfu. Kwa mfano, wakati tunakuja kukamata uwanja tuliuweka wakfu. Kama mnakumbuka? Halo, mnakumbuka? Kabla hujaondoa ile miti ilikuwa hapa, kuna maombi tuliyafanya hapa. Tukaweka mahali hapa nini? Wakfu. Kwa sababu Mungu aweke jina lake, na jina lake hapa tuliitie, naye atujibu maombi yetu. Na ndio sababu tukija hapa tunapata solution ya maisha yetu. Amen. Kama wakati ulikuja hapo hujawahi pata solution ya maisha yako,
sijui utakwambiaje, ila ninajua kabisa mahali hapa ndipo mahali unapata solution ya maisha. Ukija hapo ukimwomba Mungu unapata solution ya maisha yako, unapata uponyaji wako, unapata solution ya ndoa yako, unapata solution ya biashara yako, unapata solution ya biashara yako na kazi yako, unapata promotion kazini, unapata school fees yako unaenda shule unasoma, unapata school fees watoto wako wanaenda kusoma. Hapa unapata solution na maisha yako inainuka. Na ndio sababu tunasema promotion comes from this altar. Hello? Your promotion comes from this altar. It is not a connection outside there without the altar. Promotion yako uweze kupata kwa sababu ya connection kule nje ambayo haina nguvu ya madhabahu. I'm telling the truth. Mtu yeyote amepata promotion kazini mahali popote, kuna nguvu nyuma yake inayompa backup. Biashara yoyote unayoifanya leo, unaifurahia, unaona kweli unasoma vizuri, kama hauna backup ya madhabahu ya kimungu, basi una backup ya madhabahu ya shetani. Ndio unaelewa? Unaelewa mtu? Na hapa ndipo Mungu ameweka kiti chake cha enzi na akatupa sisi tukaa. Unanielewa wewe? Wakati unaona unafeli kuja kwenye ibada, unafeli kuja kwenye maombi, unafeli kwenda kwa kile ulichopewa na Mungu, na inakuwa ni rahisi sana kutukenyang'anya na shetani. Ni rahisi, ndio sababu hatuendi mbali. Mwangalie jirani yako. Hatuendi mbali, mwangalie jirani yako. Angalia jirani yako. Usiniangalie mimi, mwangalie jirani yako msoma. Muulize. Muulize. Hivi wiki hii imeisha yote, mafundisho katika mfungu umeandika points ngapi ambazo zinakusaidia kwenye maisha? Mbona umeongelesha mtu? Muulize, umeandika points ngapi kutoka Monday mpaka leo? Umeandika points ngapi? Mwambie hivi, kama haujaandika chochote, umekosa vitu vya kukupenyesha kwenye maisha. Kuandika maana yako umesikiliza, umeandika point. Umesikiliza, umeelewa, umeandika point. Uweze kuandika kitu ambacho hujaelewa, basi ina maana kama hujaelewa basi hujasikiliza. Na basi kama hujasikiliza basi hukupenda na hukutaka. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie rafiki yako, amka uendee utawala wako uliopewa na Bwana. Mwambie amka. Yasikia mtu anaongea, mwambie amka. Endea utawala wako kwa jina la Yesu. Majeshi. Kwa hiyo kila sehemu kilipowekwa kiti huwa ni mahali kwa ajili ya kutoa maamuzi ama hukumu, vile ninakwambia. Kwa hiyo nataka tuangalie aina za viti vya enzi. Kuna aina ya viti vya enzi. Kuna viti vya enzi vya wafalme. Sema viti vya enzi vya wafalme. Unaelewa mtu wangu? Nimeshakupa mfano wa rais wa nchi. Sawa eh? Rais wa nchi ni mfalme wa nchi, ana kiti chake cha ufalme. Na maandiko yanasema katika Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 9. Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe ili akuweke juu ya kiti cha enzi cha Israeli, kwa kuwa Bwana amewapenda Israeli milele. Kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme, ufanye hukumu na haki. Ufanye nini? Hukumu na haki. Kwa kiti cha enzi ni makao makuu, ni mahali
hukumu na haki. Sasa unapowekwa juu ya kiti cha enzi ama na Mungu au na shetani, unafanya kuwa mtawala wa eneo hilo. Kwa wewe na mimi tumepewa kiti cha enzi cha ufufuo na uzima hapa mwingi, tutawala. Hatuko hapa. Sasa tuko hapa. Baada ya mahangaiko mengi, jangwani, kwa nyumba ya duka unakaa kama biskuti. Baba nasikia wana washirika wa dukani. Ile kanisa ya duka. Huko kwenye uwanja unafukuzwa nini? Nikwambie kitu. Waliotufuruga kwenye uwanja. Mbona uko makini sana kusikiliza? Nataka kujua. Nikiwaambia kitu niwe makini. Unakumbuka wakati tulitoka pale tukakata tawi pale, nikamwambia hii tawi vile tumeikata. Tumefanya nini? Tumemkata. Vile tumekata huu mti. Na nikakwambia tayari ni mbichi, siwe? Ni swala la nini? La muda. Litanyauka na litakauka. Sasa mti ukianguka kukauka ni pole pole. Nakumbuka kijana alikuwa anarusha mkono apige kimaji. Akaambiwa na kijana yako, nitakuvaa mkono ule ule. Ulifanya nini mkono? Mpaka leo. Mkono ule ule mpaka leo. Hauko sawa. Unakumbuka aliyekuwa anataka kutoa nguo? Akitaka kulaani watu wa Mungu. Hajui kama anajilaani mwenyewe. Hatupigani vita vya kukwambia nitakuua. Ile tukisema nafyeka. Kiachia bali napiga. Inapigwa. Alipigwa na stroke. Alipigwa na nini? Na stroke. Wakati nilijua nikasikia kulia machozi, angejua anazuia. Anaona kama unazuia watu, unazuia Mungu kuingia katika mji. Mungu hazuiliki. Unaelewa mtu wangu? Mungu afanye nini? Hazuiliki. Utasema kama nani hana, utasema kama nani. Na bado. Alimwambia jamaa mmoja aliyekuwa ngava, na bado nitakufuata mpaka kaburini. Sasa sitaki kumwambia chochote. Yaani acha Mungu afanye kazi yake. Anaweza sikia. Sasa sikiliza. Ukiwa na vitu vya enzi vya kishetani, haviwezi kushindana na kiti cha enzi cha Mungu. Mungu ashindana na mwanadamu aliyeumba. Unanielewa? Kuna maeneo Mungu amekuweka ili wewe ukae. Unaelewa? Kuna maeneo kabisa Mungu amekuweka ukae. Lakini ule utawala umepewa mtumishi wa Mungu, umekaa legevu. Umeenda. Unaelewa? Kile ulipewa na Mungu umekaa legevu, kimeenda. Na ndio sababu hauna ambacho unastahili kuwa nacho. Tusema sema nakataa na ninakurudisha kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu wanaongea, you do talk. Hello? Utawala wako umechukuliwa na mwingine amekalia. Lakini wewe uliye na Mungu unakuta hauna uwezo wa kumiliki kile ambacho unastahili kumiliki. Ninatangaza kwa jina la Yesu, neema ya nguvu ya kumiliki iwe juu yako leo kwa jina la Yesu. Naongea na mwanamke mmoja, mwanaume mmoja, uwezo wa kumiliki uwe juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mwambie rafiki yako uwe na nguvu ya kumiliki. Mwambie tena uwe na nguvu ya kumiliki. Mwambie uwe na nguvu ya kumiliki. Haleluya. Uwe na nguvu ya kumiliki.
Namiliki nini? Namiliki mashamba. Wameweka vitu vyao vya hezi. Na kwa sababu unaona mataikuni wamezunguka kila kona hapa, unasikia hiki ni cha fulani, hiki ni cha fulani, hiki ni cha fulani. Wewe na mimi hatuna. Wakati natembea nikitafuta uwanja wa kanisa, nikikanyaga pale najua hiki ni cha fulani. Akija jengwa, nikielewa hiki ni cha fulani. Hiki ni cha fulani. Nakumbuka kwa tabela huko zaidi hiki ni cha fulani. Hiki ni cha fulani. Na ukiuliza kama unaweza kupata mahali unaweza kuweka kanisa, unataka kuja mpaka leo azije nje. Mpaka leo azije waje. Utawaza mama, niko na kasi gani? Azije waje mpaka sasa hivi. Ni kimoja tu. Ndio kimejengwa sana hapa. Nyuma ya Mwanje ni kimoja. Huyu alikuwa serious, alisema anauza, akauzia mama fulani ndio anajenga pale. Sasa nisikilize mtazamo. Kuna vitu Mungu ametupa na wanaomiliki hawana Mungu. Wewe ni Mungu. Wanaomiliki hawana Mungu ambao uko naye mzee. Hawana Mungu. Hawana Mungu. Eti wewe ndio uwe kiateka. Eti wewe uwe kiateka. Mtu ambaye ana Mungu. Nakataa kwa jina la Yesu. Sio mimi kwa jina la Yesu. Nasema sio mimi kwa jina la Yesu. Yaani unakuwa kiateka kwa taikuni fulani, umlindie mali yako wewe uliyookoka. Kama vile Mungu alivyotupa utawala tangia mwanzo. Utawala ule akaturudishia kwa njia ya Yesu Kristo. Leo utawala ule tunauchukua tena kwa damu ya Yesu. Sikiliza, kupewa tumepewa. Hello? Kupewa tumepewa. Lakini kumiliki ni mpaka upigane upate. Unaelewa? Kupewa tumepewa. Lakini kupigana ni mimi na wewe tupigane ili aliyekaa aondolewe kwa kipigo chako na cha kwangu, afyekwe kwa upanga wako na wa kwangu, aondolewe na kiti kile cha enzi pale tunakipindua, tunakiweka kwa Jehova na cha kwako, na utawala kwa jina la Yesu. Si utawala kwa jina la Yesu. Anza kutawala kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani, muulize unanielewa? Muulize tena unaelewa? Nimesema hivi, tumepewa vitu na Mungu. Ametupa vitu. Ametupa utawala. Ametupa kila kitu. Mungu wakati amekuleta duniani, amekuleta ukiwa na kila kitu. Vitu vya mtu, vitu vyako vipo ulikuja nazo duniani. Utawala wote umepewa. Utajiri wote umepewa. Baraka zote umepewa. Lakini baraka hizi ziko tu hapa katika ulimwengu wa roho. Kila kitu ulichopewa kiko katika ulimwengu wa roho. Ni kama vile ulivyo na simu ya smartphone ama na laptop yako, na ukaamua kudownload kitu, kipo lakini mpaka udownload. Kipo lakini mpaka udownload. Mwambie rafiki yako kipo lakini mpaka udownload. WhatsApp ipo lakini mpaka udownload. TikTok ipo lakini mpaka udownload. Instagram ipo lakini mpaka ufanye nini? Udownload. Hello? Unanielewa? Kuna simu ukipewa siko na apps fulani, lakini zile apps huwezi kufanya kazi mpaka usiupdate. Si kama mbele. Kama simu. Nasema hivi, kuna vitu umepewa
simu vile simu unanunua unakuta iko na apps zote ziko kwa Facebook nini, unasema pale nitabu niingie Facebook ni ukiingia pale nakwambia kwanza update. Maana yake ipo, lakini mpaka ufanye nini? Update. Na uweze kuupdate tu hivi mpaka uwe na bundles. Hello. Mpaka uwe na nini? Na bundles. Wewe ni mmiliki wa simu lakini vitu havifunction, vipo lakini hazifunction. Vitu vipo lakini no function, hazifanyi kazi. Kwa sababu gani? Zinataka siwe updated. Mwambie rafiki yako update yourself. Mwambie tena update yourself. Uko na vitu viko ndani yako lakini vimelala, vinataka viwe activated. Zinataka siweko nguvu tena, siacho tena. Vipawa unavyo lakini vinataka viwashe moto tena. Wewe unaweza kuimba, wewe unaweza kuabudu, wewe unaweza kuhubiri, wewe unaweza kutoa pepo, unaweza kuombea, unaweza kuleta watu kanisani, lakini hicho kitu kiko ndani yako kimelazwa. Leo anza tena kuamka. Activate yourself. Activate yourself. Amen. Aliyesema yeye amen abarikiwe sana. Sikiliza. Vitu unavyo ila vingine mpaka siwa activated. Kuna vingine unavyo lakini viko katika ulimwengu wa roho. Nazo zinataka siwa downloaded. Kudownload ni mpaka uelewe kitu cha kwanza. Uelewe wewe umekuja duniani kuwa mpaa. Na kama umekuja duniani kuwa mpaa, kuna kazi ambayo niifanye ili kilicho rohoni kija mwilini kidhihirike nikione kwa watu. Kazi ambayo tunastahili kuifanya hii. Tumepewa uwezo na mamlaka ya kupigana vita na yule adui aliyekaa kwenye kiti cha enzi ya Shetani. Tumuondoe pale, tupingilishe kiti chake, tukiharibu na sisi tuweke kitu cha Yehova na tutawale pale, tuweze kumiliki vitu vyake kutokea. Yeyote aliyeshikilia mashamba yako, aliyeshikilia nyumba yako, aliyeshikilia watoto wako, aliyeshikilia tumbo lako, aliyeshikilia nyota yako, aliyeshikilia akili yako, aliyeshikilia miguu yako, mikono yako, leo kwa jina la Yesu Kristo tunakipiga kiti chake cha enzi na wewe utakuwa mzima kwa jina la Yesu Kristo. Tunamuondoa, tunakaa sisi kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Wewe mwenye nguvu uliyewekwa kwenye kiti cha enzi cha hapa mwingi kwa jina la Yesu. Sikiliza, mwingi na kiti cha enzi sio kimoja. Hello. Kuna kiti cha enzi hapa mwingi kina represent yaani kiti cha enzi baharini kina represent hapa mwingi. Hiyo bahari ya Mombasa, hiyo bahari ya India, Pacific Ocean, ama hiyo inaitwa nini? Atlantic Ocean, hapa kwenye visiwa Lake Victoria na kule kwingine. Unakuta kabisa kuna viti vya enzi kwenye maji ambayo sina represent mwingi. Kuna viti vya enzi katika nchi zina represent mwingi. Kuna viti vya enzi katika anga vina represent mwingi. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sasa hizi viti vya enzi vimewekwa. Ndio sababu unaona kile nimeelezea kwamba unakuta wewe unakuwa kiateka kwa vitu vya mtu ambaye ana Mungu, lakini wewe uko pale anakutawala. Anakutawala. Unafanya kile anachotaka. Akikwambia leo uone kanisani wewe ndio. Hello. Akikwambia leo hakuna chuma hakuna. Na sikiliza. Sikiliza. Kuna vitu ambavyo unasema uelewe. Naomba usikilize watu wa biashara. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa biashara na watu ambao umeajiriwa ama unaajiriwa. Sikiliza. Juzi tuliambiwa hivi na mhubiri ambaye alihubiri siku fulani hivi within the course of the week. Akasema bosi asiyemheshimu Mungu wako sio bosi alipo. Sikiliza.
Bosi asiyemheshimu Mungu wako sio bosi, hayupo. Huyo bosi hayupo. Hayupo. Nasema tena, narudia mara, hayupo. Sio bosi, hayupo. Wewe ndio unasema kukaa. Piga ukae huyo bosi. Unanielewa? Piga ukae pale huyo bosi. Bosi asiyeheshimu masaa yako na Mungu, piga ukae pale. Wewe ndio bosi. Uanze kuajiri watu, umheshimu Mungu wewe mwenyewe. Unanielewa? Mbarikiwe Bwana. Kama mtu akikuajiri aheshimu Mungu wako wewe unayemwabudu, lakini anataka wewe uheshimu wa kwake, hatutainamia bahari. Hatutainamia bahari. Nasema hatutainamia bahari. Yoshua aliwaita watu akawaambia, chagueni hivi leo mtakayetumikia. Kama ni Mungu wa ng'ambo ya mtu wa mababu zenu, mwabuduni yeye, lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Unanielewa? Elia akawakusanya watu, manabii wa bahari, akawaambia manabii wa bahari, akawasema kwamba leo nataka tuwe na challenge. Hebu sema challenge. Nataka leo tuwe na challenge. Tumjue Mungu wa kweli ni yupi. Na challenge hii ni nyinyi mnapewa priority ya kwanza. Ria yuko peke yake. Ni manabii wa bahari 450 yupo. Ndio mtamu. Na hapa challenge, lakini leo priority ni nyinyi kwanza. Si kile wanafanya wana uzoefu wa hicho. Wana uzoefu, wameshazoea ukifanya. Ni kitu wanakifanya kila wakati. Lakini baada ya hayo yote, zamu ya Elia ilipoingia, moto ukashuka. Hakutumia nguvu nyingi, hakutumia uwezo mwingi. Moto ukashuka kwa sababu alimjua Mungu aliye naye anajibu kwa moto. Na wewe Mungu uliye naye ni kwa sababu ujiamini. Mungu uliye naye mzee ana uwezo wa kushusha moto kwa adui zako wakateketea. Ninaamuru leo kwa jina la Yesu Kristo, adui zako wateketee. Unanielewa? Mwangalie jirani, waambie adui zako una uwezo wa kuwateketeza. Majeshi. Muulize rafiki yako, unaelewa mtu gani? Roho Mtakatifu ananiambia nikwambie, ile nguvu iliyo hapa ndani yako wewe, jiamini. Ile nguvu mzee iliyo ndani yako hapa, haja ya ugali. Ile nguvu ya Mungu iliyo hapa ndani, jiamini. Hakuna chochote kinaweza kukaa mbele yako, hata kama kimevaa cheo cha idagana. Mungu tuliyembeba ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye wivu, ambaye akiingia ndani yako na damu yake inashuka kwa adui zako. Ninaamuru leo kwa jina la Yesu Kristo, ile nguvu iliyo ndani yako leo yako tena ipoteza idhaa kwa jina la Yesu. Sasa Mungu ana uwezo wa kuangusha adui zako kupitia wewe. Mwambie rafiki yako, usingoje Mungu ashuke. Mwambie tena, usingoje Mungu ashuke. Mungu hawezi kushuka ukiwepo. Mungu huwa anakutumia wewe ili kufanya ile juhudi, ile kazi. Unaelewa? Ni wewe huwa unajitahidi sasa ya kuangusha, ya kupiga, ya kuangamiza. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sasa sema Mungu anajua wewe na moyo wako. Unaelewa? Mungu anajua ile capacity iko ndani yako. Mungu anajua ule uwezo ulio ndani yako. Shetani anajua hawezi kushindana na wewe, ila kwa sababu apendi kushindwa,
anainua pembe zake ashindana na nani? Na wewe. Kile kipo shetani huwa anakuja na sura ya matisho. Hii yale matisho ukiyaona unaogopa. Shetani huwa anakuja hivyo, anakuja na sura ya matisho, akikutisha unakimbia. Lakini Mungu anajua ile nguvu uliyo nayo ni ile nguvu yake. Sasa nguvu ya Mungu inasema kwamba aniaminie mimi naye atafanya kazi. Halo. Yesu anasema kazi nisifanyazo mimi. Kazi nisifanyazo mimi na wewe utazifanya. Na kubwa kuliko hizo utafanya. Yaani Yesu anasema ile kazi mimi niliyofanya mimi Yesu si Mungu. Kazi nilizofanya mimi, hizo kazi na wewe kwa uhakika utafanya. Uliza rafiki yako unaogopa nini? What do you fear? Uliza what do you fear? What do you fear? So uliza what do you fear? Unataka umenyeshiwa. Uliza what do you fear? Hata ikipesa unataka kama alegee uulize what do you fear man? What do you fear? Wait, what do you fear? Hello? Unaogopa nini? Baba, unajua ule mchelo hapa kitu, unajua unaweza ukimtaja na kutokea hapa usiku. Kama kuna kiumbe hatari duniani ni wewe. Anaweza sisi. Kama kuna kiumbe hatari, ngoja tumie hiyo jina kiumbe. Ama nitumie mnyama. Kama kuna kiumbe kiko na nguvu duniani ni mwanadamu. Wewe hapo ulipo una nguvu ya kufanya mambo makubwa, ukageuza vitu watu wakakuangalia. Ambao hawaaminieni hawe wakakutazama sasa ni Patrick amefanya hivi. Kweli ni Kigonga kweli amefanya. Kigonga akafufua mtu aliyekufa. Kweli. Unajua nikiona maiti napita kule nakimbiaka. I can't you kabisa. Siwezi kabisa. Uliza rafiki yako, wewe unaogopa maiti? Huyu amekata. Sasa unakimbia unaenda wapi? Waoga wote, wazinzi, wachawi, hawaabudu sanamu, sehemu yao katika ziwa la moto. Akiona moto kwa sababu ya uoga, kuongeza maiti. Anaogopa msomi. Kimba mnaogopa. Na sasa niulize, umeendaje na wewe ni yetu? Umeendaje? Bado unashika nini? Kuna na shida gani? Baba, hiyo roho inaweza kuambia mambo ya nini? Roho ya nini inaweza kuambia kwamba ina maiti ya nini? Imetumwa na nani? Inaenda wapi? Una vitu vingine ukiviona unachukua majukumu ya kufanya kazi. Matthew 10:8. Poseni wagonjwa. Wanapona waponi. Fufueni wafu. Eti hapo hawataki kusikia. Takaseni wenye ukoma. Anasema hapo sawa. Toeni pepo. Hapo ni kamteremko. Toka. Simesema ni toka. Sini kutoka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Basi. Ukoma. Takasika. Basi. Posa wagonjwa. Nakupona kwa jina la Yesu. Fufua wafu. Basi wacha Yesu. Watumishi wa Mungu hawataki kusikia hapo.
enzi yao ilishachukuliwa na shetani. Halo, enzi yao ambayo Mungu aliwapatia kupitia Yesu Kristo imechukuliwa na nani? Na shetani. Sisi tuliamua kuchukua enzi yetu ya kurudisha waliokufa. Na ndio sababu Yesu, ndio sababu unaona wachawi wamechukua majukumu ya kuchukua watu msukume, na kuchukua watu mateka, kuchukua watu kuwaingiza pahali kuwatumikisha. Ili wewe unasema amekufa kwa sababu ya kansa tu. Kumbe kuna kashirishika na mchezo. Amekufa alikuwa na jino mpaka kakata jino. Alipigwa na kutoka hapo anaanguka. Sikio ndio ilikuwa nauma, akasikia akasema alisikia ta. So sikio ilikuwa nauma. Alafu sasa tunasikia anasema mwambie jirani, mwambie sio mimi. Mwambie sio mimi. Kwa jina la Yesu sio mimi. Mwambie wafu wanafufuka, wagonjwa wanapona, viwete wanatembea, msukule wanarudishwa, enzi yetu tunaichukua, viti vya enzi vya mwingi vinaangusha, watu wanaachiwa kwa jina la Yesu. Unajua viti vya enzi, sikiliza. Tusipopiga viti vya enzi hapa mwingi, nisukule kuirudisha Mungu. Kuna mama alikuja hapa wakati kulikuwa na viti vya tunapiga huko na wile huko. Kumbuka. Ndio ndio hiyo mama ndio yule kama yule Cynthia, yule ndani, yule Cynthia. Mama sana sikiliza. Hamtoki nisikilize mimi. Wacha mimi nieleze mwenyewe. Huyo mama anaweza kamba pale kama umesikia ushuhuda. Akiongea gani hapo? Unaambia uje kama uje fanya nini? Naoleta na nyumba. Kuja naye. Ndio yeye alikuja nilikuta pale wakati tunaweza ibada kwa nje. Niambia rafiki wa mama sana. Na wengine direct kuja hapa. Nasikia potea naona ni kama ndio hapa. Naona jana. So, ndio kuja nikamwita na Brenda tukakaa hapa, tukaongea, tukafika mahali nikamwambia kutoka hapa. Niuliza mama, Mungu yuko wapi? Vitu vingine lazima sasa uwe ukonoe macho yote. Kaangalia usoni kwa mama, msikilize vizuri. Sasa nisikilize vizuri. Ni kwa Mungu. Unajua sasa unakuwa nikienda kwenye maombi na naomba Mungu karibu na Mungu kwa mzee. Ya mama nataka Mungu. Nataka nini? Mungu. Unajua sasa, unajua kule mzee wangu ndiye mshirikina na nayo kwa shirikina sana amechukua watoto wote na juzi amefukuza yule mwingine na panga. Sasa unajua amejificha nyuma yangu. Sasa mimi watu wakienda kanisani kuombea amepea yule, mimi ndio naonekana uso wangu. Ya mzee, mama sikiliza. Nimeuliza Mungu yuko wapi? Niulize Mungu mara ngapi? 3. Yeye amekuja kwa njia ya kuombewa kama hii mashida mengi. Na mimi baada ya hapo nikamwambia baba nataka nini? Nisema mambo nataka nini? Mwisho nikamwambia baba usipookoka kifo kinakungojea. Umetesa watu wa Mungu sana. Unajua sio hivyo, basi unajua mume wangu ndio anaonekana mimi si naolewa tu bure. Naolewa bure. Hata unajua mimi nilienda kanisa lingine pale, nilikuwa na maono nikampelekea huyo mchungaji maono, niliona gari imeanguka. Nikaona ilikuwa imebeba watu imejaza, nikaona kondoo wale wamekufa wote. Mchungaji akabaki peke yake, nikamwona kamuita. So nikaenda nikamwambia, akaniambia wewe mama unafanya vizuri. Mungu anakutuma kwangu. Si nini. Nikamwambia sasa alikuwa anataka niwe mshirika wake. Lakini nikamwambia maoni. Na sasa hivi kabisa ndio vizuri kumuuliza ulikuwa unataka kunipa maoni gani? Umetuma uniletee maoni gani? Hayo ni yake au? Sasa nilikuwa nakwambia mimi nimeokoka, mimi najua mimi nampenda Yesu na nimesumbuka sana naenda ninaombewa sana naombewa natafuta maombi.
Msema nataka kuuza shamba siri kama mlisikia sauti ya kuuza shamba. Kuuza shamba Baba nataka nuru na uokoke vizuri. Uokoke vizuri, usipookoka mauti inakujia. Kamwambia wewe nikuombea matatizo yako. Utamwombea maombi lakini maombi ya chini. Baba kwa jina la Yesu, namleta huyu mama mbele. Unamjua kama ameokoka sawa, kama hajaokoka fanya mapenzi yako. Amesema si mchawi sawa, kama ni mchawi fanya mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo amen. Na kaondoka. Na kalipa na mama yake. Sikiliza. Mimi kama kuna kitu kwenye maisha nilishaitahiriwa kwake. Sema kutahiriwa. Ni uongo. Wewe kuniuzia uongo. Wewe kuniuzia uongo. Mimi uniuzia uongo. Munafiki siku zote anakuwa na wasiwasi. Hello. Am I communicating? Yes. Am I communicating? Munafiki. Sema munafiki. Mwangalie jirani yako. Munafiki. Muulize wewe munafiki. Ninampenda Yesu, nimeoshwa na damu yake na nikachoka hapo ndani. Alafu baada ya kutoka akitoka nje pale kanao muone kumbe ndio hata ile hakutoka. Mwambie jirani yako acha mambo yako. Nisikilize. Shetani amejenga viti vya enzi hata ndani ya watu. Unaweza kuona mtu kumbe yeye ni kiti cha enzi. Unakutana na mtu kabisa unakuta yeye ni kiti cha enzi. Kabisa anatembea ile ni kiti cha enzi cha Mungu. Yes. Unakutana na mtu unakuta yeye ni strong word ya Mungu. Yaani ndio kiti cha enzi cha Mungu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa asili sema kwa jina la Yesu. Kuna watu wanakutana na wao wanakuona cheti kumbe wao maana yao kubwa. Wenyewe ni viti ya enzi. Alafu wanatoa hukumu 50. Anakuomba 50. Alafu ile 50 hiyo anakuletea hiyo. Bila wewe unajua sio namba yake. Mwambie rafiki yako yeyote. Mwambie yeyote aliyekuja kwangu kama rafiki, kumbe ni adui, kumbe ni kiti cha enzi cha shetani. Leo kwa jina la Yesu ninakukomboa pamoja. Nataka tuombe. Sawa? Nataka tufanye nini? Nataka tuombe. Maombi haya nataka tupige viti vya enzi vya hapa wengi. Viti vya enzi vya hapa wengi. Somo hili ni refu. Tuwezi kuhubiri yote. Siwezi kukwambia yote. Lakini kwa maelekezo moja baada nyingine. Tupige viti vya enzi za hapa wengi. Na wao wakaapo ni viti vya enzi. Wao ndio wanasababisha uchumi iende juu. Na dunia tena. Wao ndio wanaamua mafuta yauzwe bei gani. Wao ndio wanaamua sukari iuzwe bei gani. Wao ndio wanatoa amri mafuta ya kuto. Lita moja. Unajua pesa ngapi? 249 ya kuto lita moja. 249 mafuta ya kuto. Mafuta ya kukaangia
wanatoka huku sukari ikifundisha bei. Na fare iende juu. Kwenda Nairobi. Sasa hivi bei ya nani? Mwenda Nairobi. Bei gani? Serikali. Leo na shato. Kinacho ni hiyo shato. 700. Ile ambayo tunalipa 500. Ndio 100. 700. Sasa sijui kuanzia kesho kutakuwaje. Sasa wewe haustahili kuongopa. Maana wewe mpaka upige atoke wewe uingie. Ndio unaelewa? Mpaka upige mwenye nguvu ambaye amekaa kwenye hiyo kiti cha enzi na top. Sikiliza. Sio rais wa nchi anasema mafuta ya uso mengi, sio. Nisikilize. Simtetee mimi, sio chama hicho. Bila nakwambia kile kitu kilipo. Sio rais wa nchi. Sio Ruto anasema mafuta yanapandishwa na sukari. Ulimsikia kwa nini? Unamsikia? Kuna uvuvio wa kidunia. Sio Kenya peke yake. Kuna uvuvio wa kidunia ya wenye nguvu wa dunia wanaamua maamuzi na rais wakubali. Lazima wakubali. Hawezi kukutana. Utakataa. Na wenye nguvu wa dunia wanasema vile Kenya unalalamika, ndivyo Tanzania wanalalamika, ndivyo Uganda wanalalamika. Si nimekuwa Uganda juzi. Ukitoka hapa kama leo tumekuta mafuta iko 195. Kesho yake tunakuta yako 197. Wakati wa kurudi tunakuta iko 200. Wakati 200. Tumeteremka na huko tunakuta 215. Na huko chini Kenya 215. Ruta huko. Ruta huko 215. Ondoa wafalme wa dunia wamefanya kuwekwa kwenye ule mfumo wa wenye nguvu wa dunia wanaofanya maamuzi ya dunia. Na wameweka viti vyao vya utawala. Wanatawala na kusema